nitende kwa nyumba yako. Hata kama hujui ni kitu gani unahitaji, maisha yamekuwa magumu mpaka umechoka, unasema wacha niende ibada. Akitaka huyo Mungu atatenda, asipotaka hivyo hivyo pia asitende. Lakini Baba anasema siwezi lipiza mabaya kwa mabaya. Niliahidi nitakutendea, niliahidi nitakubariki, niliahidi ya kwamba nitakufanya mkuu kuliko wote, niliahidi ya kwamba sitakuacha mpaka miisho ya dunia, nitakuwa pamoja na wewe. Anasema ya kwamba na wewe hakika usiyefaa, wewe usiyestahili, wewe ambao watu wanakuona ufai, mimi Mungu nitakufungulia baraka ambazo ziko gizani, baraka ambazo na utajiri ulioko katika siri. Nitakubariki, nitakubariki, nitakubariki. Anasema ya kwamba nitakusanya baraka na utajiri wa mataifa, itakuwa kama mafuriko nyumbani kwako. Leo hii baraka ziachiliwe kwako, ubarikiwe leo. Machozi yako yapanguzwe, machozi yako yapanguzwe. Wengine wamekuwa wakienda madhabahuni wanatoa ili watoto wao wapite mtihani, lakini kila siku wanakuja na dina hii. Unajiuliza, aliyeroga mtoto wangu ni nani? Baba anasema ya kwamba kuna kitu ulichonifanyia wakati nilikuwa nimekwama. Sasa sitakusahau. Mwakani watoto watafanya mtihani, lakini ikiwa mtoto wako alipata D, safari ujiandae upeleke mtoto university, maana ninatafuta shida zako na matatizo yako. Lakini nikaona yale ulionifanyia, sitakubali aibu kwa nyumba yako, sitakubali aibu kwa nyumba yako, sitakubali uchekelewe tena, na nyota iachiliwe kwako na kwa uzao wako. Wainuke kimasomo, wainuke kimasomo, wainuke kimasomo. Madhabahu inene kwa ajili yao, madhabahu izungumze kwa ajili yao. Mwanangu, ufunguliwe leo na ubarikiwe kwa jina la Yesu. Watoto wako wainuliwe kimasomo kwa jina la Yesu. Watoto wako wainuliwe kimasomo kwa jina la Yesu. Baba, tende miujiza katika maisha yako. Ikiwa uliona wengine wakitangazwa kwa gazeti, jiandae uone mtoto wako, jina lako ikiwa peji ya kwanza, jina lake likiwa peji ya kwanza. Maana Mungu sio mwanadamu aseme uongo. Leo hii baraka ziachiliwe kwako leo. Wanangu mbarikiwe, wanangu mbarikiwe. Haleluya! Giza iliyotanda kwako, Yesu aifutilie mbali. Giza iliyotanda kwa ndugu zako mpaka hampatani, Yesu aifutilie mbali. Na kama kuna mchawi anahusika kwa mateso yako, leo hii na mchawi asiwahi pata usingizi, mchawi asiwahi pata usingizi, akamatwe na apigwe na radi ya moto wa damu ya Yesu, asiwahi pata usingizi. Wengine wakilala, iwe ni masaa yake ya kukaa macho na kuhangaika mpaka achane na wewe. Kama ni mchawi aliyesababisha watoto wote wamekugeuka,
asiwahi lala na asiwahi pata amani, ateseke miaka yake yote, na maisha yako na watoto wako muanze kunawiri kwa jina la Yesu. Wanangu mbarikiwe na nyota zenu zing'ae, watoto wenu wabarikiwe, nyota zao zing'ae popote utakanyaga. Upamiliki kwa jina la Yesu. Mbarikiwe na nyota zenu zing'ae. Anasema ya kwamba Israeli na Yerusalemu hakuna utasa. Anasema ya kwamba sitatulia na sitakaa kimya mpaka nione ya kwamba umekombolewa na umebarikiwa. Nyota yako irejeshwe, ing'ae tena kwa jina la Yesu. Haleluya! Ukaomba miaka na miaka, lakini hakuna kitu kinafanyika. Miaka na miaka, hakuna kitu kinatendeka. Na mimi namuomba Yesu kwenye madhabahu haya, asiache kukutendea. Asikie tu ombi lako tu, asikie ombi lako tu. Sitamani utoke hapa kama Gehazi, unatoka hapa na baraka tele. Asikie maombi yako leo, asikie maombi yako leo. Na kama anatenda, basi asimamishe ile msafara wa mauti na matanga nyumbani kwenu, na matanga nyumbani kwenu. Asikie maombi yako leo hii, apokee maombi yako leo hii. Asimamishe ule msafara ya wachawi kuwaroga, na muishi kwa jina la Yesu. Natamani ya kwamba leo Yesu akupe kitu kisichofanana na maisha yako, kisichofanana na kule ulikozaliwa, kisichofanana na masomo yako. Yesu akupe kitu kilicho bora kuliko dhahabu, na utendewe leo. Wanangu, pokeeni baraka za Yesu, pokeeni baraka za Yesu, pokeeni baraka za madhabahu haya, pokeeni baraka za madhabahu haya, pokeeni baraka za madhabahu haya, pokeeni utajiri wa madhabahu haya, pokeeni nyota ya madhabahu haya. Hamutachekwa tena, hamutadharauliwa tena. Ubarikiwe leo. Hayo machungu uliyo nayo yafutwe leo kwa jina la Yesu Kristo. Yafutwe ndani yako leo katika jina la Yesu Kristo. Wengine wamekuwa wakiuguza watu wa kwao, wanauguza watu wa kwao, anadhania ya kwamba atapona. Mwisho munaenda munazika. Munauguza mwingine, mwisho munaenda munazika. Lakini Baba anasema ya kwamba katika haya holta hakuna kuzika. Hiyo chapter na ifungwe mara moja. Hiyo chapter ya matanga na ifungwe mara moja. Na Yesu apeane uhai kwenu, apeane uhai mpaka nyumbani, apeane uhai kwa familia zenu, apeane uhai kwa wote wanaoitanishwa na jina lako, apeane uhai kwa uzao wa madhabahu haya. Wanangu, pokeeni uhai na muishi, pokeeni uhai na muishi, pokeeni uhai na muishi. Yesu anasema ndiye chanzo cha uhai, na kama yu ndani yako, kwa nini wewe ufe? Pokeeni uhai na muishi, pokeeni uhai na muishi. Leo pate uhai. Msafara wa mauti na matanga, Yesu asimamishe, Yesu asimamishe, na mpokee nafasi ya kuishi.
Hakuna mauti nyumbani. Pokeeni uhai na muishi. Aliye na matatizo ya kiafya, jiandae kuishi mpaka uzeeni. Jiandae kuishi miaka mingi sana. Jiandae kuishi mpaka waliodhania ya kwamba utakufa watakuangalia wajiulize maswali. Alikula nini? Mbona tumemroga na hafi? Mbona tumemwendea kwenye madhabahu yetu na hafi? Waambie wewe si wa kufa. Aliye ndani yako yu hai, ambao ni Yesu Kristo. Maana tayari anang'oa mauti kwako, anang'oa mauti kwa afya yako, anang'oa mauti kwa huo mwili, anang'oa mauti kwa roho yako. Hata kama ni ndugu zako wako nyumbani, hamutazika. 2025 hakuna matanga. 2026 hakuna matanga. Mpokee uhai na muishi. Hata kama ni magonjwa ya kifo, mpokee uhai katika madhabahu haya. Mwende muishi. Hakuna mauti ndani yenu. Pokeeni uhai. Pokeeni uhai. Pokeeni uhai na muishi. Pokeeni uhai na muishi. Pokeeni uhai na muishi. Uliye kwa YouTube na kwa Facebook, pokea uhai na uishi. Pokea afya njema. Hayo maradhi yote yakauke. Pokeeni uhai na muishi. Pokea uhai na uishi. Msafara wa matanga na mauti, Yesu aiondoe leo. Pokeeni uhai na muishi. Mifupa yako ipate uhai. Afya yako iamuke tena. Afya yako ifufuke tena. Pokeeni uhai na muishi. Hakuna mauti. Hakuna mauti. Pokeeni uhai na muishi. Aliyepanga kufa kwako, yeye akutangulie na wewe uishi. Badala ya kuenda kuzika, utaenda nyumbani kwa ajili ya sherehe ya harusi, sherehe ya birthday, lakini sio kwa ajili ya matanga. Na naamrisha kutoka kwenye madhabahu haya, kwa nguvu nilizopewa na Yesu aliyesababisha mauti kwenu, aanze kuzika mwenyewe. Aanze kuzika mwenyewe. Maana Baba anasema ya kwamba yale magonjwa mnaougua nitawapa maadui zenu. Yale maradhi mnaougua nitawapa maadui zenu. Aliyesababisha magonjwa na mauti kwa familia yenu, aanze kuzika. Na nini muishi kwa jina la Yesu. Pokeeni uhai kwa jina la Yesu. Muishi kwa jina la Yesu. Pokea uhai kwa afya yako. Pokea uhai kwa watoto wako. Pokea uhai kwa jina la Yesu. Hamutakufa, mutaishi. Pokea uhai. 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 Haleluya! Kwa nini uzike? Kwa nini uzike? Mungu anaweza akakutumia wewe tu, maisha ya familia ikabadilika. Akakutumia wewe tu usiyefaa, maisha ya familia ikafuata barabara nyingine. Maandiko yanasema kuna mwanamke alikuwa tayari mke wa wana wa manabii. Maandiko yanasema kwamba na mumewe akafa, akabaki na watoto wake wawili. Maandiko yanasema ya kwamba na ikawa njaa imeingia, matatizo ako nayo,
ya kwamba anadaiwa. Kumbe mume wake kabla ya kufa alikuwa na madeni kadhaa. Alipokufa yule mwanamke, maandiko yanasema ya kwamba na waliokuwa wanadai wakasema, tumekuja kuchukua watoto wako, angalau tujilipe madeni yetu. Lakini Elisha anauliza, ni nini ulicho nacho? Akasema, niko na mafuta kidogo tu kwenye chupa. Lakini Elisha anasema ya kwamba, jifungie ndani na wanao, andaeni container ambao mtajaza mafuta hapo, maana mafuta katika nyumba yako haitawahi kupungua. Maandiko yanasema na yule mwanamke akajifungia ndani na watoto wake, wakaanza kujaza mafuta kwenye chupa, wakajaza kila mahali mpaka pakajaa. Akiulizia watoto wake, wanamwambia, mama, kila kitu kimejaa. Lakini Elisha anasema ya kwamba, sasa basi mafuta hayatakusaidia, nenda uuze ulipe madeni, na fedha zingine mutumie na watoto wako. Natamani ya kwamba kile ambacho ulicho nacho hakika unaweza kusema ni chako, lakini Baba anasema ya kwamba peana chochote ulicho nacho. Hatakupa kile ambacho hauna, hatakupa kile ambacho hauna. Na anasema ya kwamba hata kama uko na tatizo, lakini ndani ya nyumba yako, mimi Mungu nimekuja kwa ajili ya kukubariki. Kwako hautawahi pungukiwa, kwako hautawahi pungukiwa. Hata kama mateso na njaa imeingia, kwako hautawahi pungukiwa. Baraka za madhabahu haya ziachiliwe kwa biashara yako, inuke na kuzaana maradufu. Baraka za madhabahu haya iachiliwe kwa nyumba yako. Mwanangu, barikiwe, mpaka wengi waje wakuombe, mpaka wengi waje wasaidie, mpaka wengi waje wale kwa nyumba yako. Ubarikiwe kwa jina la Yesu, na kwako kusiwahi pungukiwa kitu. Ubarikiwe kwa jina la Yesu. Na yoyote atakaye kuroga, na yoyote atakaye pambana na wewe, nyota yake itazima na nyota yako itaanza kung'aa. Atakaye tamani kumalizana na wewe, nyota yake itazima na nyota yako itang'aa. Naomba leo hii uzawa new life, mbarikiwe. Popote pale ulipo, hata kama ni mataifa ya nje, nyota yako ing'ae, nyota yako ing'ae, nyota yako ing'ae. Hata kama unaaminia ndugu yako, dada yako ambaye amepotea na hapatikani, amejificha mahali usiyopajua, fahamu zake zipinduliwe, roho yake igeuzwe, aanze kutafuta familia. Umekuja kwa haya altar, na leo hii chochote kile ambacho unatamani Yesu atatenda kwako leo hii. Na mbarikiwe na mafuriko ya baraka katika maisha yenu. Haleluya! Mafuriko ya baraka katika maisha yenu. Anasema ya kwamba sitakuacha, sitakuacha, sitakuacha. Maandiko yanasema na yule mwanamke akauza mafuta, akalipa madeni, akabaki na fedha zingine, ikamsaidia na watoto wake. Inamaanisha miaka hiyo yote hakuteseka, maana kinywa cha nabii kiko na nguvu zaidi. Naomba katika ibada hii, mwanangu, ukiingia mahali hapa, hata
hata kama uko mbali kiwango gani, kila neno inayotabiriwa kuhusu maisha yako na itimie kwa jina la Yesu. 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 Hata kama una imani, kila neno iliyotabiriwa kwa maisha yako itimie leo kwa jina la Yesu. Maana hakuna haja ya kumaliza ukiitwa masikini. Hakuna haja ya kumaliza ukiwa unaitwa omba omba. Hakuna haja ukamaliza. Haja gani watu wa mataifa wasiomjua Mungu wakawa wao wamebarikiwa, na wale waliookoka wanaitwa masikini? Si leo hii Yesu atende jambo kwa ibada hii, na kesho yako iwe ni ushuhuda. Atende jambo kwa nyumba hii, na kesho yako iwe ni ushuhuda. Atende jambo kwa nyumba hii, hata kama kuna waliokutangulia na baraka, ubarikiwe kuwaliko kwa jina la Yesu Kristo. Mpe Yesu makofi mazuri. Uliyesimama pata tu nafasi yako ukae. Haja gani wale ambao wasiomjua Yesu wanadharau wale ambao wameokoka? Wanasema ya kwamba masikini peke yake ndio anayeenda kanisa. Wengine wanauliza maswali, kwani huko mnakoenda kuna makanisa mengine mnaweza mkaenda? Mnaenda tu kufuata miujiza. Naomba mtu kama huyo simkasirikie. Tambua ya kwamba hakika Mungu sio masikini. Tunayemwabudu sio masikini. Anaweza akageuza maisha yako ghafla. Anaweza akageuza hiyo meza, mwingine akawa chini na wewe ukawa juu, na ikamlazimu ya kwamba akutafute, akwambie na kuomba unisaidie, na kuomba unisaidie. Naomba Yesu atukumbuke, akumbuke nyumba yako. Badala ya kuitwa masikini, uitwe tajiri kwa jina la Yesu. Baraka za Yesu Kristo ziachiliwe katika maisha yako. Mwingine akaimba ya kwamba heri wanaomtumainia Bwana watapata baraka. Hakubahatisha, maana hakuna siku ambaye imani yako na moyo wako utakuwa kwa Mungu, Mungu akakuacha. Mateso ni ya muda tu, lakini baraka ikianza kufunguliwa kuingia katika nyumba yako, hata wakijaribu kuizuia na kufunga hiyo milango, watapigwa na mafuriko ya miujiza na baraka ambazo zinakuja katika maisha yako mpaka wataachana na wewe. Naomba Yesu akubariki leo hii. Hata kama hukutaka baraka, ubarikiwe kwenye madhabahu haya kwa jina la Yesu Kristo. Ubarikiwe kwenye madhabahu haya, na nyota yako ing'ae leo kwa jina la Yesu. Mpe Yesu makofi mazuri. Mara ngapi sisi tumedharauliwa, mara ngapi sisi tumechekelewa, mpaka wakati mwingine unatamani hata uame, utoke uende mahali ambapo hakuna mtu karibu. Lakini unakaa hivi unasema ya kwamba bado nitaendelea kungoja, bado nitamsubiri Yesu Kristo. Hata kama inaonekana kwamba yuko mbali, bado nitamungoja tu. Lakini itakapofika masaa ya Mungu kuanza kutenda, na wote waliokucheka, waliokudharau, Yesu atafunga vinywa vyao. Wakati baraka zinaingia katika nyumba yako, Yesu atafunga vinywa vyao, na wataelewa masaa ya kubarikiwa kwako. Natamani Yesu akubariki mpaka wakilala wakiamuka, tayari umebarikiwa.
wakiamuka wakutane na baraka zako kutoka kwa Yesu Kristo. Mpe Yesu makofi mazuri. Unaponiona nikiwa natumika hapa, nikiwa na ubiri, nikiwa na wahubiria, hakuna yale ambayo mimi sikuambiwa. Hata nikaambiwa ya kwamba wewe unaishi na mwanaume ambaye hana chochote, utachanganyikiwa na kukosa akili mpaka lini? Lakini nikasema hata kama nitachanganyikiwa, lakini nitakatalia kwa huyu Yesu aliyenipa huyu mume ambao ni masikini na mimi nilikuwa masikini, na tukaishi pamoja masikini wawili. Tulidharauliwa, tulisema, hata tuliozaliwa tumbo moja wakasema wewe umeolewa na mtu masikini. Tulidhania utaolewa na mtu tajiri usaidie hii familia. Nikawaambia nilimpenda hivyo. Kwa hivyo hata kama kuna kitu ambacho mlitarajia sio hivyo, lakini muda sio muda, Yesu akafungua malango mbele yetu. Anasema ya kwamba ninakupa ufunguo wa Daudi. Ukifungua hakuna wa kufunga, na ukifunga hakuna wa kufungua. Ufunguo wa Daudi. Na nitajaza mafuriko ya baraka kwa maisha yako. Naomba leo hii usikasirikie yoyote yule aliyekudharau, yoyote yule aliyekutukana. Naomba katika ibada hii Yesu afungue malango mbele yako ya baraka, na kutakuwa na wakufunga. Ubarikiwe kwa jina la Yesu. Haleluya. Malango ambayo hakuna yoyote ukifungua hakuna wakufunga, na ukifunga hakuna wakufungua. Hizo ni baraka za Yesu Kristo, na ni kwa ajili ya wale ambao wanaompenda, wanaomwabudu. Hakuna siku atakuacha. Hata kama leo utaona baraka zako zimechelewa, naomba tu muda mfupi tu uwe na roho ya subira, na Yesu atabisha huo mlango. Atauliza, nimetafuta Jeni miaka mingi, yuko wapi? Nimetafuta John miaka mingi, yuko wapi? Hako wapi? Yako wapi? Nimekuja na baraka zake, na ninaomba abishe kwa mlango wako, abishe kwa mlango wako. Na kama alibariki wengine, na wewe ubarikiwe leo kwa jina la Yesu. Ubarikiwe leo kwa jina la Yesu. Sio wakati wa kulia, ni wakati wa kufurahi na Yesu akiwa ameachilia baraka katika maisha yako leo. Saa zingine ndugu zako watakudharau, lakini naomba uwe na moyo mkubwa ndani yako. Moyo mkubwa, moyo ambao hata jiwe likitupwa la maisha mabaya haitaifanya chochote. Moyo mkubwa ambao hata maovu ya kitanda kila mahali, unasema ya kwamba yatakuja lakini yatapita. Nitabaki na Yesu peke yake na sitawahi kumwacha. Leo ni siku yako kwa ibada hii, na hata kama Mungu yuko mbali, nitamuita kwa nyumba hii, atashuka na atatenda kwa maisha yako. Nitamlazimisha, atatenda kwa maisha yako. Nitamlazimisha, atakuponya hayo magonjwa uliyoficha, maana yeye anayajua. Ataondoa hiyo roho ya mauti inayokuwinda, maana anajua moyo wako. Badala ya kufa, upokee uhai na uishi kwa jina la Yesu Kristo. Mpe tu Yesu makofi mazuri. Nani atalinganisha huyu Yesu, na atamlinganisha na nini? Atamlinganisha na kitu gani? Hiyo ndio barua Yesu amenituma nayo kwa nyumba hii, ya kwamba hata kama saa zingine ulisahau mahali Yesu alikutoa, ujue
yale uliyoyafanya mbele zake hajasahau. Hata kama shida ziko, lakini anakuja kufanya jambo katika maisha yako. Hatakuacha, yeye hatakuacha. Na naomba hiyo barua iandikike ndani ya moyo wako, na usikubali kitu ambacho shetani atafanya kwa maisha yako ukakubaliana nacho. Hata kama ulisahau madhabahu ya Mungu ama ukasahau aya altar kama yule mwanamke, naomba leo hii tatizo ulionayo kwenye madhabahu haya iondolewe, ifutwe, isiwaionekana katika maisha yako. Saa zingine ni matatizo ambayo hujaambia mtu, lakini Yesu hayafute, hayaondoe kwa maisha yako. Liko jambo ambalo uliyomtendea Mungu, lakini hata kama ulisahau madhabahu ama ukasahau haya altar, ukasahau yule Mungu aliyekutendea, naomba kwa nyumba hii, hata wakati wa maombi, Mungu fanya jambo kwa nyumba hii ili watu wakujue. Fanya jambo kwa nyumba hii wanadamu wakutambue. Fanya jambo kwa nyumba hii wanadamu watambue ya kwamba wewe ni Mungu na haubadiliki. Fanya jambo kwa nyumba hii ili kwa wale ambao wanaowadharau watu wako, watakapotazama waseme ya kwamba hata na mimi nataka nijiunge na huyo Mungu wako. Na leo hii ni siku yako, leo hii ni siku yako. Utendewe kwa jina la Yesu Kristo. Mpe Yesu makofi mazuri. Wakati utakaposahau yale ambao Yesu aliyafanya katika maisha yako, ujue yule shetani aliyekupiga anaangalia, anasema kwamba natafuta huo ushuhuda, natafuta huo ushuhuda. Lakini naomba hii, kwa sababu uko kwa Mungu, ushuhuda wako usikike kila mahali ya kwamba Yesu amefanya jambo katika maisha yako. Ushuhuda wako usikike. Na wengine wakiamuka wakisema tunaizima, haizimiki, ndio inang'aa zaidi, ndio inalipuka zaidi. Wengine wakiamuka wakisema kwamba hujatendewa, ndio Mungu anatenda zaidi, anatenda zaidi katika maisha yako. Unajua, hata mtu akiamuka akasema kwamba na Sara, Yesu alikutendea nini? Jambo la kwanza nitamwambia, Mungu ananitumia lakini sijasoma. Amenipa neema nimtumikie lakini sijasoma. Ya pili nitamwambia ya kwamba akiniuliza Yesu amekutendea nini, nitakwambia kwamba zaidi ya miaka 9 nikiugua shida ya tumbo,